Sisi binadamu ni watu wazuri sana katika kupima kile tunachoweza kuona: idadi ya wafanyakazi, uzalishaji, malengo yanayofikiwa kwa wakati. Lakini kuna gharama ambayo mara chache sana tunaihesabu: gharama ya kiakili ya namna mifumo yetu inavyofanya kazi. Kwa vijana wengi, mifumo ya msaada ni ya polepole, inayochanganya na haijaunganishwa. Msaada huja kwa kuchelewa au unaweza usije kabisa. Huduma mara nyingi huonekana ya jumla, ya haraka au isiyoendana na maisha halisi, utamaduni na umri wao. Kwa hiyo unawakuta wanajifunza kuvumilia na wanasonga mbele. Wanazoea msongo wa mawazo kama hali ya kawaida kabisa. Na hapo ndipo deni la fikra linapoanza. Deni la fikra hujengwa pale msongo wa mawazo unapocheleweshwa badala ya kushughulikiwa. Wakati orodha za kusubiri zinapoongezeka, wakati mabadiliko kwenye huduma yanafanyika ghafla bila maandalizi mazuri, na wakati taasisi na sehemu za kazi zinatarajia ustahimilivu lakini hazijaundwa kuunga mkono ustawi wa watu. Hakuna kinachovunjika kwa mara moja. Kama deni la kifedha hukua kimya kimya. Wengi wetu bado tunachukulia ustawi kama hisia tu, kitu kizuri kuwa nacho pale muda unapopatikana, au kama faida ya ziada, warsha, mabango au siku ya ustawi. Lakini kiukweli, ustawi ni mfumo. Unaundwa kila siku na mzigo wa kazi, uwazi, msaada, na kama watu wanaohusishwa katika maamuzi yanayowaathiri. Mifumo inapokuwa imegawanyika, watu hulipa gharama ndani yao. Msongo wa mawazo hubadilika kuwa uchovu. Uchovu nao hubadilika kuwa kutokujihusisha, na kutokujihusisha kunakuwa jambo la kawaida kabisa. Mabadiliko tunayoyahitaji ni rahisi kuyasema, lakini magumu kweli kuyakubali. Kuzuia si jambo la ziada, si zawadi ya utendaji bora, bali ni wajibu wa pamoja unaopaswa kujengwa ndani ya namna tunavyobuni kazi, mabadiliko na mifumo ya msaada. Pale viongozi, mameneja na timu inapoelewa kuwa msongo wa mawazo unaopuuziwa haupotei, bali hujilimbikiza, basi vipaumbele navyo vinabadilika. Kusikiliza kunaanza mapema, marekebisho hufanyika kwa wakati, na watu wachache hufika kwenye hatua ya kukata tamaa au kuvunjika. Ikiwa tunataka sehemu za kazi na jamii zenye afya zaidi, lazima tuache kusimamia matokeo pekee na tuanze kusimamia mazingira yanayozalisha matokeo hayo. Kwa sababu kile tunachopuuzia leo ndicho kinakuwa deni la fikra la kesho.